nafasi ya Roho Mtakatifu katika siku za mwisho. Somo la Roho Mtakatifu ni somo pana sana na lina mambo mengi ndani yake. Muumini yoyote ambaye anamwamini Kristo hawezi kukataa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukitamani kuona mabadiliko kwenye maisha yako ya kiroho, lazima nafasi ya Roho Mtakatifu iwepo juu ya maisha yako. Toka mwaka jana tumekuwa na masomo ya muda mrefu ambao baba amekuwa akisisitiza watu kujawa Roho Mtakatifu. Kwa nini anasisitiza kujawa Roho Mtakatifu? Kwa sababu nafasi ya Roho Mtakatifu ni nafasi ya kwanza kabisa kwa muumini yoyote ambaye anamwamini Kristo kwenye maisha yake. Ukimwamini Kristo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili manake ni kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu unaishi kwenye dunia ambayo ipo kwenye giza. Kwa unahitaji Roho Mtakatifu ambaye atakusaidia kupata uwezo wa kusimama, wa kuweza kufanya mambo ambayo hayawezekaniki kibinadamu, yanawezekanika kwa namna ya kimungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwa Mkristo yoyote ambaye anaishi katika ulimwengu tulionao sasa, lazima afahamu nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sote tunafahamu ya kwamba Mungu ni mmoja, lakini Mungu ana ofisi tatu. Nikisema ofisi haimaanishi ya kwamba zinatofautiana, lakini zinafanya kazi pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba watu watatu hapa kwa haraka. Watu watatu, naomba watu watatu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usisahau siku zote za maisha yako. Hii ni picha, naomba dada usogee nyuma kidogo. Hii ni picha ya namna Mungu anavyoonekana, yani anavyojifunua kwa wanadamu. Ofisi ya kwanza ni Mungu Baba. Ofisi ya pili ni Mungu Mwana. Na ofisi ya tatu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikisimama hapa, unachokiona hii ndio picha namna ambavyo Mungu anaonekana. Lakini ofisi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu hazitofautiani. Ni Mungu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ninapozungumzia ofisi ya Mungu, ninazungumzia namna ambavyo Mungu anajifunua kwa wanadamu. Anajifunua kama Baba, anajifunua kama Mwana na anajifunua kama Roho Mtakatifu. Ukisoma Agano la Kale vizuri, Mungu alijifunua kama Baba. Agano Jipya kwenye Injili zile 4 tunaona namna ambavyo Mungu anajifunua kama Mwana, anakaa pamoja na wanadamu. Alafu ofisi ya mwisho anajifunua kama Roho Mtakatifu, ambayo tuko nayo toka miaka 2000 iliyopita mpaka leo. Sasa hii ofisi ya Roho Mtakatifu haina utofauti na roho ya ofisi ya Mwana, haina utofauti na ofisi ya Baba. Kwa sababu Baba kwa lugha ya Kiebrania ni Aba, ikiwa anamaanisha source, chanzo. Kwa hiyo anachokianzisha Baba kikisema, Mwana anatekeleza. Ndio maana Yesu anaitwa mwana wa Mungu, neno. Manake anathibitisha kile ambacho alichokisema Baba. Ndio maana mara zote tutamsikia Mwana au Yesu Kristo anasema nimekuja kuyafanya mapenzi ya Baba. Manake anathibitisha kile Baba yake alichokisema. Hawana utofauti, ni kitu kimoja. Alafu udhihirisho wa kukaa ndani ya mtu kile alichokisema Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo dakika hizi chache tutamzungumzia Roho Mtakatifu. Ila nikizungumzia Roho Mtakatifu usimtenganishe na Mwana wala usimtenganishe na Baba. Chukulia kama kitu kimoja. Bwana asifiwe. Kama naelewa nipungie mkono namna hiyo. Naomba tukakae. Bwana asifiwe. Naomba tufungue kitabu kile cha Isaya sura ya 11 mstari wa 2. Isaya sura ya 11 mstari wa 2. Nitawatangulia kwa kusoma. Sema amen. Biblia inasema, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Nitarudia tena.
Biblia inasema na roho ya Bwana atakaa juu yake, na roho ya hekima na ufahamu, na roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu huwa anajifunua katika namna 7 ambazo watu wengine wanazipa picha kama roho 7 za Mungu. Anajifungua kwa mwanadamu kwa namna tofauti tofauti. Mojawapo ya eneo la muhimu ni sehemu 7 za Mungu ambazo tunazungumzia roho 7 za Mungu. Roho ya kwanza ni roho ya Bwana. Roho ya pili ni roho ya hekima. Roho ya tatu ni roho ya ufahamu. Roho ya 4 ni roho ya maarifa. Roho ya 6 ni roho ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na roho ya 7 ni roho ya shauri na roho ya uweza. Bwana Yesu asifiwe. So katika hizi roho 7 kila moja ina nafasi yake. Lakini mchana wa leo natamani uondoke na vitu vichache tu kwa sehemu. Uondoke na maarifa yanayohusiana na roho ya hekima, roho ya maarifa na roho ya Bwana. Sitaweza kuzungumzia zote kwa sababu hiyo ni somo ndefu. Kwa hiyo kwa sehemu tutaangalia habari ya roho ya Bwana, roho ya hekima na roho ya maarifa. Roho ya kwanza kabisa iliyotajwa kwenye maandiko matakatifu utaona ni roho ya Bwana. Roho ya Bwana ina kazi gani? Nimeshakwambia somo ni nafasi ya Roho Mtakatifu. Nafasi ya roho ya Bwana ndani yako ni ipi? Inamsaidia mwanadamu, nisikize vizuri, inamsaidia mwanadamu kumpenda Mungu. Roho ya kwanza ya Bwana ikikaa ndani yako inakusaidia kumpenda Mungu. Na ukishampenda Mungu, Mungu anafungulia mlango kuwapenda watu. Roho wa Bwana ni wa muhimu kwa Mkristo kwa sababu atakusaidia kupenda ambacho hakipendeki. Kwa sababu roho wa Bwana ambao ni kumpenda Mungu ni roho ya upendo, ambayo hiyo roho ya upendo ni agape, ambayo tunafahamu ya kwamba agape ni pendo la Mungu. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza akakupa upendo wa agape. Anayeweza kukupa upendo wa agape ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Sasa fungua na mimi kitabu kile cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Yesu Kristo alikuwa anaongea na ule mwanamke Msamaria. Katika mazungumzo yao akaishia kumwambia kitu kimoja ambacho natamani uondoke nacho siku ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho. Hatujaitikia watumishi wa Mungu kama vile hatulifahamu hilo andiko. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho. Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Fungua na mimi Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Kuna kitu hapo natamani ukipate. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Lakini nzuri zaidi napendaga kuanzia mstari wa 7. Nina maana kwa nini nazungumzia zaidi mstari wa 8. Kuanzia mstari wa 7 nasema wapenzi na mpendane. Kila mmoja aseme wapenzi na mpendane. Hapo sema kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Mstari wa 8 very powerful. Bwana Yesu asifiwe. Natamani usome ukiwa na tabasamu. Najua una njaa, lakini hiyo njaa naikatisha katika jina la Yesu. Mstari wa 8 anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Ameishia hapo. Asiyependa hakumjua Mungu. Kwa hiyo manake kama haupendi kwa namna ya kimungu, hauna Mungu na umpendi Mungu. Anasema Mungu ni nini? Ni
Yohana sura 4 mstari wa 24 anasema Mungu ni roho. Kwa hiyo sasa nisikilize vizuri. Mungu ni roho, alafu ndani yake Mungu ni upendo. Kwa hiyo akikupa roho wake Bwana, akiachilia roho yake ndani yako, anakupa roho ya upendo. Yaani kitu cha kwanza ambacho Mungu anakiachilia kwa muumini yoyote ambaye amemwamini Kristo, cha kwanza ni kumwekea roho yake ya upendo. Na hili pendo si pendo la kawaida, ni pendo la Mungu ambalo linaweza likakufanya ukapenda pasipopendeka. Unakaa na mume wako hapendeki, lakini hili pendo likimiminwa ndani yako unakuta unampenda. Mtoto wako hapendeki, hili pendo likiingia ndani yako unakuta unampenda. Nafasi ya Roho Mtakatifu ni kukusaidia kupenda. Roho wa kwanza. Nipungie mkono kama unanielewa. Bwana asifiwe. Roho ya pili ni roho ya hekima na maarifa. Kuna mahali pale ameandika ufahamu. Haina utofauti. Roho ya hekima, ufahamu na maarifa vyote ni kitu kimoja. Lakini nadili zaidi hapa na roho ya hekima na maarifa. Asubuhi nikasema maarifa manake nini? Maarifa ni taarifa au ni ujuzi mtu ambaye anaupokea akajifunza. Kwa mfano kama sasa hivi unavyonisikiliza, manake unapokea maarifa. Hekima maana yake ni kutenda kile ulichofundishwa. Kwa hiyo mtu akikufundisha jambo ukaenda kutendea kazi sawa sawa na Mungu, una hekima. Kwa hiyo roho wa hekima na maarifa maana yake Mungu anaachilia roho wake wa wewe kutenda neno, sio kusikiliza peke yake. Hivi unanielewa ninachokisema? Mungu akiachilia roho wake mtakatifu ndani yako, anakusaidia kupata kitu cha ziada, hekima na maarifa. Kuwa na maarifa haimaanishi una hekima, lakini kuwa na hekima inathibitisha kwamba una maarifa. Kuna mtu hajanielewa. Unaweza ukawa na maarifa lakini usipopata hekima. Kwa hiyo Mungu akijidhihirisha kwako, anakupa roho ya hekima na maarifa. Kwa nini? Kwa sababu anajua unaishi na wanadamu. Sasa roho ya hekima na maarifa anatusaidia nini? Andika hii itakusaidia. Roho ya hekima na maarifa anakusaidia kuifanya roho yako inakuwa bora kuliko watu wengine. Nisikilize vizuri. Mungu akiachilia roho wa hekima na maarifa, anakufungulia mlango wa kuifanya roho yako inakuwa bora kuliko watu wote unaowafahamu. Fungua na mimi kitabu kile cha Danieli sura ya 6 mstari wa 3. Danieli sura ya 6 mstari wa 3. Very powerful. Sema powerful. Sema powerful. Hata kama hujui Kiingereza, leo tunakufundisha hapa. Na ukienda nyumbani kwako unawaambia watu nimesikia neno wamesema powerful. Unamwambia nimesikia powerful. Muangalie jirani yako mwambie powerful. Mwambie powerful. Usiseme mpaka ukamtemea mate. Mwambie powerful. Danieli sura ya 6 mstari wa 3 inazungumza vizuri kabisa. Biblia inasema hivi, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Yes, jamani. Alafu anaendelea pale mbele anasema hivi, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Nitarudia, kuna mtu hajanielewa. Alafu mshtue huyu ambaye analala, mwambie usilale. Mwambie mtumishi wa Mungu anatoa zawadi. Mwambie zawadi yenyewe ni neno la Mungu. Hebu muangalie hapo hivi, ana furaha au anawaza chakula? Chakula yenyewe ndio hichi. Haleluya. Anasema hivi, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko maliwali. Salekareda Samantha. Anasema alipata sifa kuliko wengine wote. Hivi unajua kitu gani kilichokuwa kule ndani? Ana roho ya hekima na maarifa. Kwa hiyo alijua namna ya kukaa na mfalme. Alichokuwa anakitenda kikampa nafasi. Mungu akafungulia mlango wa kuifanya roho yake ikawa bora kuliko wengine. Na mimi nakuombea mtu uliopo katika kanisa la Baptisti Iromba, Mungu akakupe roho bora kuliko watu wengine wa mataifa.
wana maarifa yao, lakini la kwako ikaonekane bora. Mtu ambaye anakuwa na hekima na maarifa hashindanagi na watu. Roho yake ikiwa bora hashindanagi nao. Ngoja nikwambie, Danieli ukiendelea kusoma hapo, alifunguliwa mashtaka. Wakamfuata mfalme, wakamwambia mfalme, tunataka tuweke sheria. Hii sheria kila mtu ataitii. Asiwepo mungu mwingine yoyote ambaye ataabudiwa zaidi ya wewe mfalme. Hivyo unanielewa ninachokisema? Alafu uweke na muhuri, uthibitishe hili neno. Alafu baada ya kuthibitisha hili neno, asiwepo mtu yoyote ambaye atalitenga. Danieli anamtumikia Mungu wa kweli, anamfahamu Mungu wake ni baba wa mababa, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Wakati wanasema hayo maneno, hakutumia muda kuanza kudiscuss nao. Kwa sababu gani? Ana roho bora na ana sifa katikati yao. Kwa aliposimama akaonekana 10 times better. Kuna mahali Biblia inasema ya kwamba alikuwa mara 10 zaidi. Mwambie jirani yako zaidi. Mwambie zaidi. Mwambie Mungu atanifanya niwe zaidi. Mwambie roho yangu itakuwa zaidi. Danieli alikimbilia maombi. Ngoja nikwambie, sehemu moja wapo ya kumshinda adui ukiwa na roho ya hekima na maarifa ni kupiga goti. Ukiona mtu anashindana na wewe, ili roho yako iendelee kuwa bora, mwacha kutukane, mwacha kudhiaki, piga goti uombe. Kumshinda adui ni kukaa katika uwepo wa Mungu, umetulia zako namna hii. Huku analeta matusi, huku analeta masimango, huku analeta vitu vya ajabu, ila wewe umetulia namna hii, unapiga goti. Mtu mmoja alisema kauli ambayo ninaipenda mara zote. Anasema hivi, men in the earth they go with their guns, but Christian down on their knees. Nimenena kwa lugha, ndio maana kuna watu wanasema hatujamuelewa hapo. Watu wa mataifa wakitaka kushinda, wakitaka kupigana, wanatumia mtutu. Unaona kinachoendelea duniani leo? Wanapiga mabomu, wanashambulia, wanaua, watafute amani. Mkristo hatafutagi amani kwa namna ya dunia. Anatafutaga amani kwa magoti. Anapiga magoti. Ukiwa na roho ya hekima, roho yako inaonekana bora. Pale kazini wanasema hivi, tutafute nani? Unasema hivi, tunataka tumuone Green Ngusa, tunataka tumuone Robert Mwakasege, tunataka tumuone Regina Mwabukusi, tunataka tumuone Stefano Waya. Unajua kwa sababu gani? Roho bora imeonekana ndani yake. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, Mungu akakupe neema ya kuwa na roho bora kuliko wengine. Utakaposimama mahali popote ukabalike. Roho ya hekima na maarifa ikiwa ndani yako, Mungu anafungulia mlango mwingine wa kibali. Nisikize vizuri. Roho ya hekima na maarifa akikaa ndani yako, anafungulia mlango wa wewe tutindaga kukubalika. Fungua na mimi Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38. Upo tayari kupokea mtumishi wa Mungu? Upo tayari kupokea? Haleluya. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu? I love you Jesus. Mwenye roho ya Mungu ndani yake. Kuna watu hawajanielewa, ngoja nirudie tena. Sio nisome Kinyakyusa kama kipo humu kwenye simu yangu. Narudia tena. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Ukipata roho ya hekima na maarifa, mimi nakuhakikishia watu hawaangaliagi historia yako ya nyuma.
Mungu anaweza akakufungulia mlango mahali popote. Sikiliza nikwambie, Farao alikuwa hana historia ya mtu anaitwa Yusufu. Aliletewa mbele yake, alafu akatafasiri ndoto. Kwa mara ya kwanza kitengo cha waziri mkuu kinaundwa. Manake nini? Kibali. Kuna mahali inaweza ikatengenezwa nafasi kwa ajili yako, sio kwa sababu umepambana, sio kwa sababu una akili. Kibali. Yusufu alikuwa sio mtu ambaye amewahi kujitambulisha Misri. Alitafasiri ndoto na ile ikafungulia mlango mkubwa sana. Natokea hapo haijawahi kutokea. Kwani ngoja niwaulize watumishi wa Mungu. Yusufu alikuwa Misri, mtu wa taifa lingine, alafu anapewa kitengo karibu na rais, karibu na mfalme. Kibali. Ninaombea katika jina la Yesu, Mungu akakuwekea roho bora. Mungu akakupe kibali kama jinsi Yusufu alivyokubalika. Mungu akikupa kibali, kuna mahali unaweza ukapita ambapo hapapitiki. Kuna watu wanaweza kashangaa, huyu mtu anapitaje? Wanashangaa unapita. Mimi ninawaambia watu wa Iromba, tukapite mahali ambapo hapapitiki. Ifike watu waanze kutafasiri kwenye kichwa chao, waanze kusema hivi, tupate wapi mtu kama Stefano haya? Tupate wapi mtu kama Robert Mwakasege? Tupate wapi mtu kama pasa wangu Green Gusa? I love you daddy, I love you so much. Jamani, tupate wapi mtu kama huyu jamani? Tupate wapi mtu kama Glory? Tupate wapi vijana waliopo Iromba? Tupate wapi? Watu watafute waseme hivi, tunataka mtu fulani kwenye kitengo hiki. Wanasema yupo Iromba. Yupo Iromba. Tupate wapi mhubiri bora? Akihubiri watu wanabubujika. Watu wanakusikiliza. Kuna mtu ambaye amsikilizaje Green Nguza hapa? Utakuwa una shida. Nakuombea katika jina la Yesu, ukapate neema kwenye maisha yako, katika kila kitu unachokifanya ukakubalike kwa jina la Yesu. Sikiliza vizuri. Mungu pia akikupa roho ya hekima na maarifa, nisikilize vizuri, anakusaidia kupigana vita. Na hii vita sio kwa namna ya kimwili, namna ya kiroho. Kuna mtu hajanielewa. Mungu akikupa roho wa hekima na maarifa, anakufungulia mlango wa kupigana vita kwa namna ya kiroho. Nitakuwa namalizia hapo hapo. Wewe nikwambie, vita nyingi tunazopigana ni za kimwili. Mtu amekukela huko, umechukia, nitakurudishia. Nitatamani kurudi siku zile za zamani. Jamani, nataka niamshe mizimu yangu na mashetani yangu. Wewe umeshaokoka, mtumishi wa Mungu, huwezi kuamsha mizimu na mashetani. Wewe umejaa Roho Mtakatifu, unajibu kwa namna ya Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, ukapata hiyo neema kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu anakusaidia kupigana vita. Na namna pekee ambayo atakusaidia ni kusaidia mwili wako, mdomo wako kuwa na nidhamu ya kuzungumza. Kuna mtu hajanielewa. Mungu anakupa kinywa cha kuzungumza kwa namna ya Mungu, sio kwa namna yako. Fungua na mimi wa Mambo ya Nyakati wa Pili sura 20. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Yuda ni mojawapo ya taifa ambalo lilijitenga na Israeli. Kwa sababu Israeli mara ya kwanza ni makabila 12. Sasa baadaye kwa sababu ya mambo ya mwingiliano na historia inavyoonyesha, baba ameshawahi kutufundisha namna ambavyo Israeli ilijitenga. Kwa hiyo Yuda akawa kivyake, alafu na makabila 11 yakawa kivyao. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Sasa walivyojitenga, Yuda kwa sababu yuko peke yake na kuna kitu anacho ndani, wa Moabu, wa Amoni, Ameuni na wengine wengi wakainuka ili waweze kushindana na Yuda. Sasa mfalme ambaye alikuwa anasimama juu ya Yuda kwa kipindi kile alikuwa ni Yehoshafati. Sema Yehoshafati. Sema Yehoshafati. Sema Yehoshafati. Yehoshafati
hakuinua upanga. Sema upanga. Sema mkuki. Hakuinua silaha yoyote kupigana na maadui zake. Unajua alichokifanya? Mwangalie jirani yako, afu simwambie chochote, niangalie mimi huku mbele. Yehoshafati akamlilia Bwana. Mtu alio na roho ya hekima na maarifa hakimbiliagi watu, hakimbiliagi silaha, anamkimbilia Bwana. Akamkimbilia Bwana, akamwambia Bwana, si wewe uliandika? Umesikia Frank? Ulisema ya kwamba Bwana, tukikulilia kwenye hii nyumba hii utatushindania. Na mimi nimekuja hapa unipiganie. Alipoenda pale, Mungu akashuka kwa mtumishi mmoja. Anaitwa nani? Ngoja nikutajie jina. Sema Anaitwa Yahazieli. Sema Yahazieli. Ndipo Yahazieli, mstari wa 14. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeyeli, mwana wa Matania, Mlawi, na wana wa Asaf akajiliwa na roho ya Bwana. Sema akajiliwa na roho wa Bwana. Ndivyo ambavyo nazungumza na wewe, utajiliwa na roho wa Bwana. Akajiliwa na roho wa Bwana. Ili iweje? Mstari wa 15. Naipenda sana. Akasema, sikieni Yuda wote, sikieni Ilomba yote. Sema amina. Nanyi mkao Yerusalemu, nanyi mkao Ilomba. Sema amina. Na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope. Nasema na Ilomba msiogope. Angalia anachokisema. Baada ya hapo anasema hivi, wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, wala usifadhaike kwa sababu ya maadui ambao wanapigana na wewe kwenye ndoa yako, kwa ajili ya maadui ambao wanainuka kwenye biashara yako. Anasema Bwana akamwambia usiogope. Angalia alichokisema, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Ukiwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, ngoja nikwambie, vita si ya kwako, vita ni ya Bwana. Wanaopigana na wewe kwenye ndoa yako, mtumishi wa Mungu, wanapoteza muda, kwa sababu kama una Roho Mtakatifu umetulia zako, unaendelea kula, unaendelea kunywa, unalala, unaamka, unatembea namna hii. Wanashangaa, mbona huyu kila kitu tunafanya tu, mbona kama haboeki, mbona kama hajisikii vibaya? Hawajui ya kwamba Roho wa Bwana yupo ndani yako, anakupigania katika kila jambo. Haleluya! Roho wa Bwana wa hekima na maarifa akamshukia Yahazieli. Akamshukia mtu mmoja anaitwa Regina Mwabukusi. Akamwambia, sikiliza, usiogope wala usifadhaike, stani kianga kwa sababu vita si ya kwako bali ni ya Bwana. Sijaona watu hapa ambao wanasema vita ni ya Bwana. Sijaona watu hapa wanasema vita ni ya Bwana. Kuanzia leo usishindane na watu wanaoshindana na wewe. Vita yako ni ya kwao. Wakikugusa wewe, wamekugusa mboni na jicho la Mungu. Wakigusa mboni ya jicho la Mungu, wamemgusa Mungu, na Mungu ndio atawashughulikia. Hivi ulisoma kwa habari ya Daudi na Goliati? Umewahi kusoma? Kuna kitu hujakielewa. Daudi alimwambia hivi Goliati, wewe unanijia na fumo, unanijia na mkuki, unanijia na upanga. Jamani, Yesu, thank you Jesus. Hey! Unanijia hivi vyote. Angalia hicho kisema, mimi nakujia na jina la Bwana. Kwa hiyo hata wewe ukienda ushindane na watu ukatamani kuwashinda, unaenda na jina la Bwana. Unapigana kama Sterling. Wale ambao mnapendaka kuangalia movie, hebu usikilizeni. Sterling ni Yesu. Ndio ambaye anapiganaga vita kwa namna ya kiroho. Akipigana kwa ajili yako anashinda, hajawahi kushindwa. Mauti yenyewe ilimkataa, ikakimbia yenyewe. Ndio maana tunashinda zaidi ya kushinda. Tunaendelea Ilomba, tutaendelea kukua kwa sababu Bwana yupo upande wetu. Watu wote ambao wanasikiliza hii wajue ya kwamba roho ya hekima na maarifa. Mungu akujaze roho ya hekima na maarifa katika jina la Yesu. Mungu akujalie roho ya hekima na maarifa katika jina la Yesu. Usishindane na watu, acha Bwana shindane kwa ajili yako. Fungua Waefeso sura ya 6, nitamalizia hapo. Waefeso sura ya 6.
mstari ule wa 10, 11 na 12. I love these scriptures. Sema yes sir. Kuna watu waitiki, sema yes sir. Hatumaanishi saa hii, tunamaanisha saa mimi. Haleluya. Biblia inasema hivi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Akapewa ujasiri. Kwa nimalizie hapo hapo. Akapewa ujasiri. Ngoja nikwambie, Petro alimkata mtu sikio. Unajua kwa sababu gani? Hana Roho Mtakatifu. Angekuwa na Roho Mtakatifu asingemkata sikio. Yesu alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walipomkata sikio akalirudisha. Petro huyo anakuja kupata ujasiri baada ya uwezesho wa Roho Mtakatifu. Alivyojawa Roho Mtakatifu, akawa na ujasiri wa kusimama na watu wengi wanaompinga kwa namna ya kiroho na kimwili. Hakushindana nao, akasimama zake na ujasiri akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekaa kifuani kwake, akazungumza, akasema, sikieni nyie watumishi wa Mungu, hamjui ya kwamba huu ulikuwa ni unabii wa Yoeli sura ya 2 mstari 28. Anasema miaka hiyo ya mwisho, kipindi cha mwisho, nitamimina Roho wangu kwa wanawake na wanaume. Vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Alikuwa anampa huo unabii akisema ya kwamba Bwana alifanya hivyo kwa makusudi yake. Na kwa sababu ya ujasiri alikuwa nao na roho ya hekima na maarifa, akahubiri injili kwa mara ya kwanza. Hakuna speaker, hakuna mic, watu 3000 wakaokoka. Ukipewa roho ya hekima na maarifa, jamani, ndio kama watu ambao wanasemaga huko duniani wanalinga. Sisi tunalinga katika Bwana. Ukipita zako pale unasema, yani jamani, nalinga zangu na Yesu. Sio kwa sababu nina akili, sio kwa sababu nina kashipu kazuri, ila kwa sababu nina Bwana natembea naye. Sio kwa sababu ni handsome, nina kasura kazuri. Ni kwa sababu ninatembea na Bwana, Bwana wa majeshi. Umesikia glory? Ukijaa Roho Mtakatifu, mtumishi wa Mungu, kuna baadhi ya maeneo mengine hutumii nguvu kuwaambia watu habari za Kristo. Huwashawishi. Unakuta tu namba. Huwashawishi. Hutumii nguvu nyingi. Kama wewe unavyonisikiliza namna hii, kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Jamani, hili kanisa litajaa vijana wengi ambao wanampenda Yesu. Natoa unabii katika jina la Yesu. Natoa unabii katika jina la Yesu. Hivi wapo vijana ambao wanatamani hapa kuwa na Roho Mtakatifu, wakae wajazwe Roho Mtakatifu, wamtumikie Bwana katika roho na kweli. Amina. Ubarikiwe baba. Ubarikiwe baba. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hii ni baraka. Msinionee wivu. Msinionee wivu. Na mimi ninawaambia ukweli, haya matunda ni ya yule mama pale, Regina Mwabukusi. Yule pale, mpeni maua yake jamani, simpe makofi tu, acheni wivu. Asante Yesu. Kila mtu aseme asante Yesu.